of poverty and famine. katika ufukara na njaa. Jesus says, Yesu anasema, I am the coming king. mimi ndiye mfalme ninayekuja, I will come again. nitakuja tena. There will be no more sickness, Hakutakuwa na magonjwa no tena, more suffering, hakutakuwa na mateso no tena, more heartache, hakutakuwa na maradhi na matatizo no more tena, sorrow, hakutakuwa na huzuni no more tena, death. hakutakuwa na mauti au kifo tena. Revelation is all about Jesus. Ufunuo ni habari ya Yesu. He is the triumphant conqueror. Yeye ndiye mshindi aliyeshinda. Evil will be destroyed. Uovu utaangamizwa. Wickedness will be no more. Uovu hautaendelea tena. Now notice what Revelation 1 verse 4 says. Hebu angalia ile ambayo inasemwa katika Ufunuo 1 aya ya 4. It says, grace to you Inasema juu ya neema inayokuja kwako and peace. na amani. Jesus says, I want you to have peace. Yesu anasema juu ya amani. I want when you go to bed at night to know that this world is in my hands. Nataka ujue jioni ya leo hata unapokwenda kulala ya kwamba ulimwengu huu Yesu anasema upo mkononi mwake. The book of Revelation is about grace. Kitabu cha Ufunuo ni habari juu ya neema. The grace to pardon our sins. Neema inayoweza kutusamehe dhambi The zetu. grace to change our lives. Neema iwezayo kubadilisha maisha yetu. Here's what Revelation 1 verse 4 says. Hiki ndicho ambacho Ufunuo sura ya 1 aya ya 4 inachokisema. Grace to you Inasema neema na iwe kwenu and peace na amani from him zitokazo kwake, who is, yeye aliyeko, who was, aliyekuwako who is to come. na atakaye kuja. Now did you notice what it says about Jesus? Sasa je, ulitambua kile ambacho inasema juu ya Yesu? First, Jesus was. Kwanza Yesu alikuwako. Jesus was. Yesu He alikuwako. was there in the Garden of Eden. Alikuwepo pale katika bustani ya The Edeni. Bible says God created all things through Jesus. Na unajua Biblia inasema Mungu aliumba yote kupitia kwa Yesu. If Jesus is the all-powerful creator, Kama Yesu ni muumba wako mwenye uwezo, he can create our lives. anaweza kuumba maisha yako. Jesus was. Yesu He alikuwako. was born as a baby in Bethlehem's manger. Akaja kuzaliwa kama mtoto mchanga katika hori la ng'ombe la Bethlehem. He faced the temptations of Satan. Alikabiliana na majaribu ya shetani, And praise God, he overcame. na Bwana Mungu asifiwe, alishinda. Jesus was. Yesu He alikuwapo, is the Christ that hung on the cross. na ndiye Yesu Kristo aliyetundikwa msalabani, Christ who forgives. Kristo anayesamehe, The Christ whose grace is for you. Kristo ambaye neema yake ipo kwa ajili yako. Jesus was. Yesu alikuwako, But the Bible says, lakini Biblia inasema grace to you and peace. neema na iwe kwenu na amani. Him who is Yeye aliyeko, and was. aliyekuwako. Jesus not only was, Jesus is. Yesu sio tu kwamba alikuwako, Yesu yupo. The tomb of Christ is empty. Kaburi la Yesu liko wazi. I was preaching in Moscow, Nilikuwa nikihubiri kule Moscow, and there in Moscow is Lenin's tomb in Red Square. na pale katikati ya jiji la Moscow kuna kaburi la Lenin, And as you go into Lenin's tomb, na tulipofika katika kaburi la Lenin, the brilliant Russian scientist huyu ambaye alikuwa mwanasayansi mwenye akili nyingi wa Kirusi, have embalmed Lenin's body. ambaye alikuwa ametengeneza vizuri na kukausha mwili wa Lenin, And you can see the leader of Russia, Lenin, na unaweza ukamwona huyo kiongozi wa Urusi Lenin, and his body is still in the tomb. huyu mwili wake bado umo ndani ya kaburi. Travel to China, Waweza ukaenda China pia, capital city, Beijing, na unaweza ukafika mji wa and Beijing, you go to a great mausoleum, na unaweza ukafika kwenye jumba hili la ukumbusho, and you can see Chairman Mao's embalmed body. na unaweza ukaona mwili uliokaushwa wa marehemu kiongozi Mao Tse-tung. But Jesus' tomb is empty. Lakini kaburi la Yesu liko tupu. Jesus' tomb is empty Kaburi la Yesu liko tupu because Jesus is kwa alive, sababu Yesu yuko hai, resurrected from the dead. aliyefufuka kutoka kwa wafu. Now the Bible says, Na Biblia the inasema book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo, grace and peace to you neema na amani viwe kwa ajili yenu, from him who is,
kutoka kwake aliyeko, and was, aliyekuwako and is to come. na atakaye kuja. Now, the great theme of Revelation Sasa neno kuu la Ufunuo is the Christ that was, ni Kristo aliyekuwepo, the Christ that is. ambaye yupo, Is this Christ that is to come? na huyu ndiye Kristo anayekuja. The Bible says, Biblia inasema, Revelation 1 verse 7, Ufunuo sura ya kwanza aya ya 7, behold, he's coming with clouds, anasema tazama, anakuja na mawingu, and every eye will see him. na kila jicho litamwona. Mwanza, Mwanza, help me here now, Mwanza. hebu tafadhali nisaidie sasa. Mwanza, Who's going to see Jesus ni when he nani comes? atakayemwona Yesu akija? Who's going to see him? Ni nani atakayemwona akija? I cannot hear you, Mwanza. Sijawasikia vyema mkisema Mwanza. Who's going to see Jesus? Ni nani watakaomwona Yesu? Every eye will see him. Kila jicho, Tell me how to say every eye. kila jicho. Kila icho. Amen. Kila icho. Kila jicho, Kila, kila jicho, kila licho. jicho, kila jicho. Kila dicho. Every eye. That's an American pronunciation of Kiswahili. Hiyo ndio matamshi ya Kimarekani kwa lugha ya Kiswahili. You'll have to forgive me Mtanisamehe tu because I didn't learn Kiswahili as a child. kwa sababu sikujifunza Kiswahili nikiwa mtoto mdogo. So now I'm learning it from Robert here. Hivyo najifunza kutoka kwa mchungaji hapa. The Bible says, Biblia inasema behold, he's coming with clouds, Bwana anakuja na mawingu, and every eye will see. na kila jicho litamwona. The eyes of the young and the eyes of the old. Macho ya walio vijana na walio wazee, The eyes of the rich and the eyes of the poor. macho ya walio matajiri na walio maskini. Blind eyes will be opened. Macho walio vipofu watafunguliwa macho yao. American eyes will see him come. Macho ya Wamarekani yatamwona akija. European eyes will see him come. Macho ya watu wa Ulaya yatamwona akija. Asian eyes will see him come. Macho ya watu wa Asia watamwona akija. Praise God, African eyes will see him Na come. Mungu asifiwe, Afrika macho yao yatamwona akija. Amen. Amina. Revelation gives us hope and courage to face tomorrow. Ufunuo inatupatia matumaini na kwamba tutamwona kwa wakati unaokuja. Now here's the interesting thing. Sasa hili ni jambo la kuvutia hapa. Every prophecy in Revelation Kila unabii katika Ufunuo ends in the same place. unaishia mahali pale pale. You go to Revelation 5, Unaenda katika Ufunuo sura ya 5, the opening of the seals, kufunguliwa kwa ile mihuri, and you come to the last of those seals. na unapofika kwenye muhuri ule wa mwisho, Revelation 5 verse 13. Ufunuo sura ya 5 aya ya 13, Blessing and honor and glory and power anaposema baraka na heshima na utukufu na uweza to him who is on the throne una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, and to the Lamb forever and ever. na yeye mwana kondoo hata milele na milele. The seven seals end. Hii mihuri 7 inahitimishwa, The whole universe praising Jesus. ulimwengu wote ukimsifu Yesu. You go to those four horsemen of Revelation chapter 6 and 7. Unakwenda kwa wale wapanda farasi katika Ufunuo sura ya 6 na ya 7, And you go to Revelation chapter 7 verse 14 and 15. na waweza ukaangalia Ufunuo 7 aya ya 14 na ya 15. You see, Revelation's a book of hope. Unaona, Ufunuo ni kitabu cha matumaini. These are the ones that come out of great tribulation. Hawa ndio waliotoka katika taabu ile iliyokuu. Africa. Afrika, When you go through tribulation, mnapopitia dhiki. Africa. Afrika, When you go through famine, mnapopitia njaa, when you go through sickness, mnapopitia magonjwa na maradhi, when you go through suffering, mnapopitia matatizo, through war, mnapopitia vita, these are the ones. hawa ndio, These are the ones hawa ndio who come out of great tribulation. watokao katika dhiki kuu. Tribulation will come to an end. Dhiki itafikia mwisho wake. Therefore, Kwa sababu they hiyo, are before the throne of God. mbele za kiti cha enzi cha Mungu They serve him day and night forever. watakuwa wakimtumikia mchana na usiku milele. Every prophecy of Revelation Kila unabii wa Ufunuo ends at the throne of God. unahitimishwa na kuishia katika kiti cha enzi cha You look Mungu. at the great trumpets in Revelation 8 and 9. Unapoangalia zile tarumbeta zinazopigwa katika sura ya 8 na ya 9, Where do they end? zinaishia wapi?
Revelation 11 verse 15. Ufunuo 11 aya ya 15. The kingdoms of this world Ufalme na falme za dunia hii have become the kingdoms of our Lord Jesus Christ. mekuwa ni milki na ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, And he shall reign naye atamiliki forever and ever. milele na milele. Every prophecy of Revelation. Kila unabii wa ufunuo. You look at Revelation 13 and 14, the prophecy of the beast. Angalia Ufunuo sura ya 13 na 14 juu ya mnyama. Where does it end? Unakomea It wapi? ends with a white cloud. Unakomea katika wingu jeupe. Revelation 14 verse 14 and 15. Unapoangalia sura ya 14 na ya 15 ya Ufunuo, And Jesus Christ coming again. Yesu Kristo anapokuja tena, It ends with Jesus coming to reap the harvest of the world with a great sickle in his hand. linahitimishwa ile kwa habari ya Kristo kuja akiwa na mundu mkononi akivuna. There is hope on the way. Lipo tumaini katika njia linakuja. Christ, there is a glorious tomorrow. Katika Kristo ipo kesho yenye The utukufu. Bible says, Biblia inasema, Revelation 14, Ufunuo sura ya 14 verse 14 and 15. aya ya 14 na ya 15, Another angel comes out of the temple na malaika yule mwingine anaonekana katika and he hekalu cries with a loud voice. akija mbele akilia kwa sauti kubwa, And he says, naye akasema, thrust in your sickle and reap, chukua mundu yako na kuvuna, for the time of harvest is come. kwa sababu wakati wa mavuno The umefika, harvest of the earth is ripe. kwa sababu nchi imeshaiva. You see, Revelation always points toward a glorious tomorrow. Sasa unaona, ufunuo daima inaelekeza kwa kesho ya The utukufu. beast does not have the last word. Yule mnyama hana kauli ya mwisho. Jesus Christ has the last word. Yesu Kristo ndiye mwenye kauli ya mwisho. Now look at the 7 last plagues. Hebu angalia yale mapigo 7 ya mwisho. How do they end? Yanakomea wapi? The 7th angel poured out his bowl into the air. Revelation 16 verse 15. Aya ya 15 ya Ufunuo 16 anasema, tazama, And a loud voice came out of the temple of heaven, sauti kubwa ikatoka katika hekalu mbinguni, saying, It is done. akisema, imekwisha, It is done. imekwisha. No more tears. Hakuna machozi No more tena, pain. hakuna maumivu No tena, more suffering. hakuna mateso No more tena, heartache. hakuna tena No more maumivu, sorrow. hakuna huzuni, No more war. hakuna vita, No more cancer. hakuna tena No more saratani, heart disease. hakuna maradhi ya moyo, No more malaria. hakuna malaria tena, No more HIV. hakuna tena The HIV. angel says, Malaika anasema, It is done. imekwisha. Jesus is Revelation's King of Kings. He's Ye- Lord of Lords. Yesu ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana wa ufunuo. Jesus will come again. Yesu atakuja tena. This is the hope for the world. Hili ndilo tumaini na matumaini ya ulimwengu. Revelation 21 verse 4 says, Ufunuo 21 aya ya 4 inasema, God will wipe away every tear from their eyes. Mungu atafuta kila chozi kutoka machoni pao. Has the sword of sorrow pierced your heart? Je, huzuni na maumivu yamechana moyo wako? God will wipe away every tear from their eyes. Mungu atafuta kila chozi machoni kutoka There katika will macho be yako. no more death. Hakutakuwa na maumivu There will na be vifo no tena. more sorrow. Hakutakuwa na huzuni There will tena. be no more crying. Hakutakuwa na kulia There tena. will be no more pain. Hakutakuwa na maumivu tena. Former things have passed away. Mambo ya kale yatakuwa yamekwisha kupita. Revelation 21 verse 5 says, Ufunuo 21 aya ya 5 inasema, Behold, I make all things new. tazama na yafanya yote kuwa mapya. Many years ago, Miaka mingi iliyopita in London, England, katika sehemu ya Uingereza, the German forces invaded. wale ya majeshi ya Kijerumani yalifanya uvamizi. They were bombing that city. Yalikuwa ya uangamize mji ule kwa mabomu, mji wa London. There were explosions every single night. Kulikuwa na milipuko kila usiku mahali. The earth was shaking. Nchi, ardhi, dunia ilikuwa ikitikisika. Thousands were killed. Maelfu waliuawa And as the bombs dropped on one home, katika mmoja